Nawakaribisha tena watu wa Mungu, kiwa siku hii leo ni siku ya pili. Tunaendelea kujifunza habari ya somo letu linalohusu ndoto. Somo letu linalohusu ndoto. Na kama nilivyowaambia, tunasimamia kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi 15. Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi 15. Huo ndio tunaotembea nao katika somo letu hili siku kwa siku, na hapo ndipo penye chanzo au kiini cha somo letu. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo kuyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Tumsifu Yesu Kristo. Nilikwambia mtu wa Mungu ya kwamba kati ya lugha nyingi ambazo Mungu anatumia kuongea na watu wake, moja wapo ni ndoto. Neno linasema kwa kuwa Mungu hunena. Neno hunena maana yake ya kwamba ni kitu ambacho hutumia mara kwa mara. Ndio maana hata katika hali ya kawaida tunasema yule huwa analima, yule huwa ananunua hiki, kwa sababu ndio mfumo wake wa maisha. Kile kitu si anakifanya tu kwa bahati mbaya, huwa anakifanya mara kwa mara. Kwa hiyo tunaposema kwa kuwa Mungu hunena, maana yake Mungu huongea, na njia moja hapa ambayo huwa anatumia kuongea ni ndoto. Tumsifu Yesu Kristo. Na nilisema wazi ya kwamba mimi siongelei ndoto kwa maana ya malengo ambayo mtu anayo, kwamba baada ya muda fulani atafanya kitu fulani. Mimi naongelea ndoto kwa maana ya zile ambazo watu tunaota tukiwa usingizini, iwe usiku iwe mchana, watu tunaota ndoto, na hiyo ni njia moja wapo ambayo Mungu anatumia kuongea na sisi. Awamu iliyopita nilikwambia wazi ya kwamba zipo sababu kubwa tatu zinazomfanya Mungu aongee kupitia ndoto. Aidha kuongea na sisi kwa habari ya mambo yaliyopita, na nilikutolea ushuhuda jinsi Mungu alivyoniambia mimi kuhusu habari ya baba yangu hapo alipokuwa anakamua maziwa, na ghafla ikaingia hali ya kutoelewana na yule alikuwa anamshikia ndama, katokea ugomvi. Amina. Lakini pia Mungu husema habari ya mambo yaliyopo sasa hivi na habari ya mambo yajayo. Amina. Sasa leo nataka tuone lengo, kwa nini Mungu anatumia ndoto au lugha ya ndoto. Lugha ya ndoto kama zilivyo lugha nyingine, Mungu anaweza kuitumia kuongea na wewe kwa lengo la kukutia moyo. Inaonekana pengine kuna mapito umepitia, umekata tamaa, uone watu wa kukufariji au kukusaidia. Mungu anachukua nafasi ya kuja kuongea na wewe kwa njia ya ndoto, kukutia moyo, kwambia mwanangu, jipe moyo mkuu, mimi niko pamoja na wewe. Au wakati mwingine Mungu anatumia ndoto kwa ajili ya kukuonya. Kuna kitu fulani umefanya, pengine sio kizuri, Mungu anatumia lugha ya ndoto kukuonya kwamba hichi kitu ulichokifanya sio sahihi. Au wakati mwingine kuna kitu unatarajia kukifanya, lakini katika majira ya Mungu kwako sio sahihi. Pengine kitakusababishia magomvi au kitakusababishia mateso, au pengine utapata mambo ya ulemavu kutokana na kile kitu ambacho unatamani kufanya. Kwa hiyo Mungu anajitokeza kwenye ulimwengu wa ndoto, anakuambia usifanye kile kitu, kwa sababu unafanya kile kitu mbele yake kuna madhara makubwa kwa ajili yako baadaye. Lakini pia ndoto zinatumika kwa ajili ya kututia nguvu. Amina. Ngoja kwa namna pekee tusome kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 19 hadi wa 20. Mathayo 1 mstari wa 19 hadi wa 20. Neno la Mungu linasema, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha
kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tusome tena kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 12 ili niweze kuunganisha vyote kwa pamoja nikuelezee kwa undani. Mathayo sura ya 2 mstari wa 12. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1, Yusufu alikuwa anafikiria kwa habari ya mkewe Maria, nimchukue au nisimchukue, nimuoe au nimwache. Kwa nini? Kwa sababu alionekana ana ujauzito. Akiwa katika hali hiyo ya kuwaza niache au nifanye, Mungu akamtokea kwa njia ya ndoto, akamtumia malaika. Malaika akamshauri kwenye ndoto, Yusufu, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa sababu mimba hiyo haikutokana na uzinifu, ni kwa sababu Mungu mwenyewe amejiriwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mchukue tu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona hapo Mungu anamshauri Yusufu amchukue mkewe, asimwache kwa sababu ya jinsi alivyokuwa anaonekana. Na Yusufu anatii sauti ya Mungu, anafanya kama Mungu alivyomshauri. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Wakati mwingine tumekuwa hivi tulivyo kwa sababu ya kutokusikiliza. Inawezekana kuna mtihani unapitia au kuna changamoto zimekupata kwa sababu haukuwa makini kusikiliza. Mungu alishaongea na wewe toka mwanzo kabla hujafanya hicho ulichokifanya. Yusufu alikuwa anataka kumwoa, lakini alipogundua kwamba kuna shida akataka kumwacha. Ndivyo ilivyo kwetu katika hali ya kawaida. Inawezekana kuna jambo umelipanga ulifanye, lakini Mungu akiangalia anaona mbele litakupa shida. Anakutokea kwenye ulimwengu wa ndoto, anakwambia acha. Wewe kwa kuwa yamkini hujui au kwa sababu unapuuza, unasema ni ndoto tu, unaendelea na mipango yako ya kila siku. Sawa, unaifanikisha, lakini ukishaingia kwenye utendaji unakuja kupata changamoto kubwa ambayo itakugharimu kwa sehemu kubwa, na kuitatua inakuwa kazi. Ngoja nikupe mfano. Mimi ni mjasiriamali. Kuna kipindi nilipata wazo la kufanya biashara ya pili, niongeze biashara. Na nikaandaa mtaji, nikaandaa na vitendea kazi. Ilikuwa imebakia tu nikanunue ile bidhaa nianze kuuza. Lakini wakati ninahangaika bidhaa hii naitafuta wapi, Mungu akanitokea kwenye ulimwengu wa roho, akaongea nami kwa njia ya ndoto. Nikaota nimenunua ile bidhaa, nimeanza kuiuza. Wakati naiuza, nimefunga mahesabu. Kwa lugha ya kawaida tuseme kwamba umeingia usiku, nimefunga kazi, nimeenda kulala nyumbani. Nikiwa nyumbani kwenye ndoto nikavamiwa na watu ambao sikuwajua. Wale watu wakanijeruhi, wakaninyang'anya na sehemu ya kipato changu. Nilipoamka nikatafakari, mimi nina wazo la kufanya kitu fulani, na leo nimeota ninakifanya kile kitu, lakini nimevamiwa, nimejeruhiwa, nimenyang'anywa na fedha. Nilichokifanya nikamshukuru Mungu kwamba amenijulisha nina wazo sawa, lakini Mungu akiangalia nyakati nilizo nazo sasa hivi, akiangalia kile ninachowaza kufanya, anajua kwangu mimi sio salama. Yamkini kitakuja kuniletea sababu za kuvamiwa na kujeruhiwa, au ninaweza nikapigwa nikapata kilema, au nikauawa. Kwa hiyo Mungu akanitahadharisha mapema kwamba usifanye kitu kama hicho. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yusufu. Kwa hiyo ninakushauri tena, mtu wa Mungu, ndoto ni lugha, usipuuze. Unaweza ukapitia mambo magumu kwa sababu tu ulipuuza ndoto. Uliambiwa usiende, wewe ukasema nimeshakata tiketi.
Kumbe hiyo tiketi uliyokata, hiyo gari, Mungu akiangalia mbele kuna mpango wa ajali. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndoto zinatumika pia kutuonya au kutushauri. Ukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 12 tuliosoma, tunaona mamajusi walitumwa na mfalme Herode kwenda kutafuta habari za mtoto Yesu Kristo. Walipokuwa wamefika kule, wakamtolea zawadi, uvumba, tunu na manemane. Lakini wakati wanarudi, kabla hawajaanza safari ya kurudi, malaika akawatokea katika ndoto, akawaonya. Hebu sema akawaonya. Ngoja nirudie tena. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo waliota ndoto ambayo wao walipoitafasiri wakaelewa kwamba hapa ni Mungu anatuonya tusiende tena kwa Herode, pamoja na kwamba ndiye aliyetutuma. Kwa sababu gani? Mungu aliona nia mbaya iliyokuwa ndani ya moyo wa Herode, na kama angepelekewa zile taarifa, inawezekana angefanya haraka kuja kumwangamiza Yesu Kristo, na sisi tusingepata wokovu. Haleluya. Sasa kwa habari ya mambo yajayo, nilikwambia ndoto inaeleza mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yajayo. Kwa habari ya mambo yajayo, ndoto inaeleza kwa uwazi zaidi mambo yatakayotokea baada ya muda mfupi na baada ya muda mrefu. Yote yako wazi kwenye ndoto. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Haleluya. Kabla sijatafakari ile andiko, nataka nikushauri kitu, mtu wa Mungu. Katika hali ya kawaida, unapopokea ushauri wa mtu yoyote anapokupa, ukampa nafasi ya kupokea ushauri wake na kuutendea kazi, maana yake ni kwamba unaruhusu yule mtu akusaidie kwa mawazo, unaruhusu yule mtu akusaidie kwa ushauri wa aina nyingine tofauti, endapo kile kitu yamkini kitakwama au kitashindwa kuleta matokeo chanya. Lakini pia unaruhusu yule mtu akusaidie kupitia sehemu ya kipato au uchumi wake. Sikiliza, Yusufu alipokea ushauri au mawazo ambayo Mungu alimpa kwa njia ya ndoto. Sasa baada ya kupokea hayo mawazo, utaona kwa sehemu kubwa Injili ya Mathayo, Mungu anajitokeza mara kwa mara kumwambia Yusufu, nenda huku, nenda huku, fanya hiki, fanya hiki, katika ulimwengu wa roho kwa njia ya lugha ya ndoto. Kwa hiyo pamoja na kwamba ushauri sio sheria, ni kweli kabisa, sio lazima upokee, lakini unapoupokea, nyuma ya ushauri wa yule mtu aliyekupa kuna msaada wa kukusaidia kufanikisha kile ambacho amekushauri na wewe umekipokea na kuwa tayari kukifanyia kazi. Sasa turudi kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Mstari wa 14. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Tumsifu Yesu Kristo. Angalia, nimekwambia ndoto inaeleza kwa uwazi zaidi habari ya mambo yatakayotokea baada ya muda mfupi na baada ya muda mrefu.
Hapa naongelea habari ya mambo yatakayotokea baada ya muda mfupi. Yusufu ameota ndoto usiku, au Mungu amemsemesha kwa lugha ya ndoto usiku. Akamwambia, ondoka, chukue mtoto, kwa sababu Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Yusufu alipoamka usiku, akafanya maandalizi, akaondoka usiku huo huo. Amina. Kwa hiyo kuna ndoto nyingine unaota au Mungu anaongea na wewe, zina muda mchache wa kufanya maandalizi. Zinahitaji utayari wa hali ya juu, kuacha mipango yako, malengo ulio nayo, ufanye kile ambacho Mungu anakwambia. Yusufu ameota ndoto usiku na ameondoka usiku. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kiasi kwamba angeweza kusema tafute hiki, nitafute hiki, nipeleke huku, angechelewa. Na kama angechelewa, ina maana kwamba wakati Herode anakuja kuangamiza watoto kwenye kile kipindi cha miaka, mpaka pale alipojua kwamba hapa nitampata Yesu, angemkuta Yesu, angemwangamiza. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndoto inahitaji utayari. Kuna ndoto nyingine unaota ina muda mchache. Mfano, mtu unaweza kaota usiku umepigwa, kiamka unashika pale ulipopigwa unakuta pamevimba. Amina. Au unaota umenyolewa nywele, ghafla unakuja unaamka unawasha taa, kiangalia kama ni kichwani, kweli nywele hamna. Usisubiri mpaka kesho, anza hapo hapo kuchukua hatua. Au umeota unakimbizwa, pengine umeng'atwa na nyoka, au umeng'atwa na mbwa, au umeng'atwa na simba. Au unaota kuna wengine pengine unaota nyoka amekuzingira. Usikae kusubiri kesho au kusubiri mtu nani nikamwambie. Anza hapo hapo kuchukua hatua kwa imani ulio nayo. Omba ili hicho kitu kije ikatokea. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kwa habari ya mambo yatakayotokea baada ya muda mrefu, soma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 30 hadi 32. Mwanzo 41 mstari wa 30 hadi 32. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahuliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao, kwa vile ilivyokuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaona hapa Yusufu anamtafasiria Farao ndoto ambayo ilikuwa na mafungu mawili, miaka 7. Kwa maana hiyo, Farao kama mkuu wa nchi alipewa kipindi cha miaka 7 kujiandaa, kwa sababu kuna miaka 7 ya shida yenye dhiki ya njaa inakuja. Kwa hiyo hapo, kwa maana ya kwamba ni ndoto inayosema habari ya mambo yatakayotimia baada ya muda mrefu. Miaka 7 sio kidogo. Na kwa nini alipewa miaka 7? Kwa sababu alikuwa mkuu wa nchi na amepewa jukumu la kukusanya chakula ili watu wake wawe salama. Sio watu wake tu, hata watu wa nchi jirani waje wanunue chakula pale na wao wawe salama, kupitia mpango huu ambao Mungu aliufunua kwa Yusufu. Amina. Kwa hiyo ndoto inaweza kuambia habari ya mambo yanayokuja. Siku ya kwanza nilikwambia mimi jinsi ambavyo Mungu alinionyesha habari ya kipindi kile cha baba. Miaka mingi nyuma, mimi ni mtoto wa 7 kuzaliwa. Fikiria, miaka 7 imepita na sijui huko nyuma kulitokea miaka mingapi. Ndio mama anakuja kuniambia, mimi nilipoolewa hapa kulikuwa na ng'ombe. Kwa hiyo usipuuze ndoto, mtu wa Mungu. Sasa utajuaje ndoto hii itatokea haraka, ndoto hii itachukua muda mrefu kutokea? Ngoja nikupe mfano. Njia mojawapo ya kukujulisha kwa upesi na kwa uwazi ya kwamba ndoto yako itawahi kudhihirika au itachukua muda mrefu kudhihirika ni hii.
Ukitaka kujua wazi na kwa uhakika kwamba ndoto hii itachelewa kudhihirika au itawahi kudhihirika, ni hii. Tafuta kioo kikubwa. Kama wewe kwa mfano kama ni dereva wa gari au dereva wa pikipiki au bajaji, utanielewa vizuri zaidi. Tafuta kioo kikubwa ambacho unaweza ukajiangalia vizuri kabisa. Alafu kiweke mbele. Kisha kiweka mbele, wewe nenda umbali labda wa hatua 10 au 15. Alafu jiangalie kwenye kile kioo. Amina. Utaona umbile lako linaonekana vizuri lakini ni jembamba. Kwa nini linaonekana jembamba? Kwa sababu uko mbali na kioo. Lakini ukichukua hatua ya kusogea tena karibu zaidi, pengine hatua 5 au 4, utaona umbile lako linaonekana vizuri, lakini sasa umenenepa, kwa maana umekisogelea kioo ambacho kinachukua umbile lako. Kwa hiyo utajiona umenenepa tofauti na ulivyokuwa hatua 10 mbele ya kioo. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu sasa chukua tena hatua ya 3, sogea kwenye kioo, acha hatua 1 au 2. Utaona wazi ya kwamba umbile lako limekuwa kubwa kuliko hatua zote 2 za mwanzo. Hapo ulipokuwa hatua 10 ulikuwa mwembamba. Uliposogea hatua 5 ukawa mnene kidogo kuliko hatua 10. Lakini uliposogea ukaacha hatua 2 kwenye kioo, umekuwa mnene zaidi. Amina. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema na big, na bigger, na biggest. Au kuna small, smaller na smallest. Amina. Kwa hiyo ndiyo njia pekee na ya wazi ya kukujulisha kwamba ndoto hii itachelewa au itawahi. Ukiona uko mbali, umbile lako ni jembamba, lakini uko katika hali ya ukamilifu wake kwenye ndoto, ujue ndoto hii itachelewa kudhihirika, kwa maana ya kwamba umepewa muda mrefu wa kujiandaa. Labda umeota mtu anakupiga kwa mfano, lakini anapokupiga ni kama usikii uchungu, ingawa yeye anatumia nguvu. Hiyo maana yake inaweza ikatokea baadaye, lakini una muda mrefu wa kuifuta. Lakini ukiona mtu anakupiga kama uko naye karibu hapa, anakupiga hapo hapo, unanyanyuka, unashika pale, unachechemea, ujue hiyo ndoto, mtu wa Mungu, una muda mfupi sana wa kuifanyia kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu mimi amenifunulia ya kukusaidia wewe kujua ya kwamba ndoto ipi itawahi na ndoto ipi itachelewa kutimia. Lakini na baadhi ya ndoto, mtu wa Mungu, siwezi kukuficha, unaweza ukaota, lakini ile ndoto imeambatana na sauti. Maana yake ile ni ndoto ya taarifa. Kwa mfano Yusufu alivyoota, malaika akamwambia ondoka. Maana yake ile inaambatana na taarifa. Ile sauti usiipuuze. Unaweza ukaota pengine unafanya kitu kwenye ulimwengu wa roho kwenye ndoto, sauti ikatokea ikakwambia acha. Maana yake ukiacha ndio umetekeleza kile ambacho Mungu alikusudia alipoongea na wewe kwa njia ya ndoto. Au unaweza ukaota pengine ndugu yako yuko nyumbani huko anaumwa, lakini sauti ikatokea kwenye ile ndoto kabla hujazinduka, sauti inakwambia atakufa. Amina. Sawa, kwa jinsi ya kibinadamu unaweza ukaamuka, ukaikemea, ukaikataa, lakini kimsingi ile ndoto ni taarifa kwako ya kwamba baada ya muda fulani unaweza ukatokea msiba. Kwa hiyo jiandae. Amina. Au kama tunavyoona mtumishi mmoja kwenye kitabu aliambiwa, tengeneza mambo ya nyumba yako kwa kuwa hautapona. Alikuwa katika kuumwa. Mungu akaangalia mazingira akaona huyu mtu atakufa wakati bado hajarekebisha mipango yake. Mungu akamuotesha ndoto, akamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako. Yule mtu alipozinduka akaomba. Mungu akamhurumia tu kwa neema yake, akampa muda kidogo kwa sababu alikuwa mtumishi, lakini ukweli ni kwamba alikufa. Amina. Kwa hiyo kuna ndoto nyingine zinaambatana na sauti. Usiangalie tu wale wahusika, angalia au tendea kazi ile sauti imesema nini.
Kama imekwambia acha, au kama imekwambia nenda, au kama imekwambia kitu kingine chochote, hicho nacho ni kipengele cha muhimu sana katika kutafasiri ndoto. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa leo, mtu wa Mungu, tuishie hapo. Mungu akitupa nafasi, tutaendelea katika awamu nyingine ya mwisho, ambayo nitawapa ushuhuda ambao umenitokea mimi mwenyewe na baadhi ya shuhuda ambazo watu wametusimulia tunapokuwa katika utumishi, ili uone jinsi ambavyo ndoto inaweza pia kutumika kukwamisha maendeleo au kustawi kwako.